hivyo hii maneno ya watu kuiba ng'ombe hapa Baringo, mimi nimekuja hapa kuambia hiyo lazima itakoma. Sio tu concern ya viongozi ya hapa Baringo peke yake, lakini Kenya mzima. We are concerned about the insecurity that is happening here in Baringo. Sisi tukikaa huko nje hatufurahii wakati askari wanauawa, wamama wanauawa, watoto hawaendi shule, shule inafungwa. Na mimi nimekuja hapa kuambia huko kwetu Bungoma kulikuwa na wakora ambao walikuwa hatari kuliko wale waizi wa ng'ombe wa kwetu hapa Baringo. Walikuwa wanaitwa Saboti Land Defense Force, SLDF. Wale wote serikali iliingia, tukatoa ile mashirika ya kupambana na haki za kibinadamu, tukatoa hii watu ya ma-TV, tukaacha polisi wakahangaisha wale watu wa SLDF, na mpaka wale ambao walikuwa members wa SLDF saa hii ukienda makanisani wale wa kuchiko na Roho Mtakatifu mingi zaidi ni wale waliokoka na waliwachana hiyo maneno ya kuwa watu kabisa. Hapa matatizo yenu ya hapa ya wale waizi wa ng'ombe ni mbili peke yake. Kitu ya kwanza, kuna kikosi ya polisi ambayo imeundwa, inapatiwa pesa na serikali ya Kenya, inapatiwa magari na bunduki ya kupambana na waizi wa ng'ombe. Hakuna waizi wa ng'ombe Gilgil, ile kikosi ihamishwe huko, ipelekwe Loruk karibu mpaka ya Chati na Baringo North, wakae hapo ndio wakamate wale waizi wa ng'ombe. Na wale waizi ya ng'ombe unajua ni maambiwa iko kategori mbili. Yuko wale wenye kuiba ng'ombe na kuna wale ya kukaa Nairobi ya kupatia pesa na kufinance wale wanaiba pesa, wale wanaiba hiyo ng'ombe. Mimi niko na mawaidha kidogo na Kiboreki, wao chukulia hapo ndio ile wizi ya ng'ombe ikwisha. Watafute wale waizi ya ng'ombe ya chini, itafutwe helikopta moja ya jeshi ambayo inabeba watu kama 18. Wale waizi ya ng'ombe ya chini waekwe hapo ndani na askari ya kuwalinda hapo, alafu waende huko juu karibu mbinguni, watupe mmoja nje, wale wengine watasema mahali wale waizi wanajificha. Kabla hiyo ndege ifike chini hapa, mimi nawaelezea dawa ya waizi wa ng'ombe ni moja. Ndege ya jeshi ikamata waizi wa ng'ombe 20, waende nao huko juu, wapige tu safari, watoke huko Baringo, lakini wanatembelea huko mbinguni, waende Nairobi, warudi. Wakifika mahali yuko forest, mmoja waturushe nje aende. Kabla hiyo ndege ifike chini, wale wengine watasema mahali wale waizi wanaweka bunduki, mahali wanafanyia training, mahali wanakaa, ile wizi ya ng'ombe itakwisha. Wakimalizana na hiyo, waende Nairobi pia, wachukue wenye kutafuta pesa na kufaidika na ule wizi ya ng'ombe. Hao nimeambiwa sio wengi sana, au hata hii ndege yangu ndogo naweza wasaidia wapepo ndani. Pia waende juu, mmoja ateremshwe arushe huko kama ni Sabo, aikuliwe kule na Simba. Kabla wafike chini, yule mwingine mwenye amebaki atakuwa pia amewataja wale wafanyabiashara wengine ambao wanafadhili wizi ya ng'ombe na kuua watu hapa Baringo. Hakuna swali lingine. Watu ambao wanapigania haki za kibinadamu waambiwe wasitoke Nairobi, wakae Nairobi. Hii watu ya ma-TV hawa pia wakae Nairobi. Ichukulie wale wakora, wapande nao kule mbinguni, mmoja warushe nje, wale wengine wakiona. Kabla hiyo ndege irudi hapa chini, atataja mpaka mahali wale bandits wote wanajificha. Hatuwezi kukubali hapa ati constituency mingi hapa Kenya watoto wanaenda shule kusoma kama kawaida, wanaenda kuunda future yao kama kawaida, alafu hapa Baringo ajiko siko sijui moja sijui mbili yenye shule zimefungwa zinachukuliwa na bandit. Hiyo ni upuzi na ni ujinga, hiyo na ni ukumbavu. Tuwezi kubali kitu kama hiyo ndio kabisa. Hiyo hapana bana. Sasa kidogo wewe Kiboreki, mimi nakwenda kusaidia watu ya Baringo kwamba kila constituency ambayo ilikuwa protected, ambayo haina population ya kutosha, mimi naambia rais, hawa watu population yao haitoshi kwa constituency, lakini ikifika usiku, unajua kazi ya watoto inatafuta usiku. Sasa ikifika usiku, hata baruni ilikuwa kule nje, mwanaume unastuka. Badala ya wanaume kufanya kazi ya majukumu ambayo Mungu alisema kama wako wanachukulia kudirisha waone kama iko
jamani ni wako nje ama hapana? Hiyo lazima tukubaliane. Kwa sababu ya hiyo turuhusu hiyo na bunge hii, hata kama iko na wapiga kura wachache ambaye hawatoshi Muito constituency, iendelee kuwepo mpaka vile tutamaliza hii mambo ya waizi wa ng'ombe hapa ikwisha. Alafu baadaye sasa nilikuja hapa wakati ya campaign, na wakati hiyo kukuja kufanyia huyu Ruben campaign na Nyamatia, mimi nikikuja hapa niliwaambia tulikuwa tumepanga na Rais William Ruto kwamba Rais William Ruto akishinda hii kiti ya urais, alafu yule mzee akitendawili yule Arap Mibei, unajua yule Arap Mibei, tulikuwa tumekubaliana rais wa nchi kwamba yule Arap Mibei akianza kufanya maandamano kwa barabara, mimi ndio nilikuwa yule rais aliteua nikuwa waziri ya usalama ya interior hii ya kupanga hii maneno hii, na nikaambia vijana hapa kwamba nitakuwa waziri ya interior, nitakuja hapa na lori, nitafuta wale vijana wako hadi ya red nyekundu, nichukue naye kwa lori baada ya kuwa askari ya kufanya hii kulinda nchi yetu hii. Lakini kidogo mambo ikakwama. Wakati tumeshinda kura, tukangojea yule mzee aanze maandamano, hakufanya maandamano. Sasa ile kazi ikapatiwa mtu mwingine, hiyo mpango yetu imekwama. Sasa hii mpango yetu vile ilikwama namna hiyo, sasa pia ile plani yangu deni ambayo nilikuwa nimwambia watu ya Mogodio hapa ikapotea. Sasa hii mimi si waziri ya interior. Sasa ile mpango ambayo nilikuwa nayo ikapama. Na hata nilikuwa nimefikiria pengine tukikaa tena, nikafikiria pengine ule mzee ataanza tena kufanya maandamano mengine ile alikuwa anafanya zamani ya kujiapisha, lakini njaa ikakuwa mingi. Mnasikia kwa last 3 weeks ule mzee, unajua tulikuwa tumwambia naibu ya rais Rigiji aweke mitego pale State House ndio yule mzee asionekane hapo State House. Sasa naibu rais akafanya makosa, akaweka huko mafence na mitego ya machuma ile imefanya welding. Kumbe ule Arap Mibei alisomea mambo ya welding huko jamani. Tukakuta huko nyuma ya State House huko amekata mwanya hapo, ameingia hapo kwa jikoni ya State House anakula morioti. Sasa tukaona hakuna haja ya mzee kula morioti hapa, tukasema tutafutie yeye kazi ya kuwa chairman wa AU ili ya kuondoe hapa kabla kukaa hapa, aenda kuwa chairman ya AU huko Addis Ababa, anaenda akae huko. Sasa ile kazi ikimshinda basi shauri yake, asikuja kusumbua sisi siku nyingine tena. Tutafutia yeye kazi ya huko, akae huko ya kwenda mbele. Jambo yangu ya mwisho, Mheshimiwa Ruben Kiboreka, mimi naona hii wananchi wewe utafuta 100, mimi nikupatie 100, uwe 200, alafu upangane na hawa wananchi hapa. Mtu akitoka hapa hata kama alisonga kidogo hivi kwa mfuko. Ndio. Na huyu Ruben, mimi huyu Ruben ni ndugu yangu mdogo. Na vile nimeona mlipigia hiyo kura, mimi nawaomba, unajua hapo na mtihani moja. Pesa hii ya CDF ambayo serikali ya Kenya inakupatia, na ingine utumie ile akili yako ya street. Ndio umetafuta soko hii ya kujenga hapa. Ukifanya wananchi hawa kazi, utakuwa mjumbe mpaka ukuwe mzee. Hakuna kitu kingine, ni kufanya kazi. Na ile kitu ambayo itafanya watu hawa wa Mogodio Ruben wakukumbuke, sio kwamba wewe ni mjumbe ya sehemu hii. It is not about the position you hold as member of parliament for Mogodio that will make the people of Mogodio to remember you. Because there are very many people from around here who are qualified to be members of parliament. And there are very many people who have held the position of member of parliament for Mogodio. So what will make the people of Mogodio to remember you is how you will use your position as member of parliament for Mogodio to change the life of the people of Mogodio, to improve the welfare of the people of Mogodio. Hiyo ndiyo inafanya wananchi hawa watakukumbuka kila wakati, na si ati miaka yako. Your age is not an impediment. Msiangalie huyu Ruben muone ati yeye ni kijana mdogo. Unajua zamani rais alinituma hapa, akaniambia watu ya Mogodio
ni kama wako na kiburi kidogo, wanaona huyu Ruben ni kijana mdogo sana, hawezi kupigia kura. Naambia wewe enda Mogojo, pia waone wewe ni kijana tu mdogo rika ya Ruben, lakini umechaguliwa mara pili. Na nikakuja hapa mkaniona na tukakubaliana kwamba sio miaka ya mtu ambayo inaleta maendeleo, sio miaka ambayo mtu umekaa nayo siasa ndiyo inaleta maendeleo. Kwa Biblia kuna watu waliishi miaka 900, wengine wakaishi miaka 500, wengine miaka 200, lakini ukisoma Biblia haiwataji wale, inataja mtu ambaye alikuwa na mwili kama hii yangu na mwili kama hii ya mjumbe yenu huyu Ruben, na miaka kama hii yangu 33, na miaka kama hii ya Ruben mjumbe wenu huyu anaitwa Yesu Kristo. Biblia inataja huyo Yesu Kristo kuanzia chapter 1 mpaka chapter ya mwisho kwa sababu ya kazi ambayo Yesu Kristo alifanya. So it's about humanity to mankind that will make people to remember you, not the years that you have lived in this world. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Sasa wewe Ruben ukuja hapa, tuende hapo tuanzije hiyo. Mimi nakumbushwa kidogo hapa kwamba kuna madaktari ambao wamewacha kwenda kushirikia wa Kenya eti wanatafuta nyongeza ya mishahara. Mimi ningechukua nafasi hii kusema hivi: walimu wakienda kufanya mgomo na mgomo ikiisha wakirudi darasani, teachers will always compensate for the time they lost when they are on strike. Wataanza kufundisha mpaka weekend, wanafundisha mpaka usiku so that they can cover the syllabus that was not covered when they were on strike. When doctors go on strike and the Kenyans die, Kenyans suffer, they will never compensate for the life of Kenyans who are lost. Na nachukua nafasi kwa wale madaktari wetu kwamba warudi kazini, they should smell the coffee, warudi kazini. Na mimi kama mjumbe ya Kimilili nitashirikiana na wajumbe wengine hapa Kenya ili tubadilishe sheria na wafanyikazi wa serikali ambao huduma yao falls within the category of essential services wasiruhusiwe kufanya maandamano. Kenya hii ya saa hii, hawa askari wa polisi na askari wanajeshi hawaruhusiwi kufanya maandamano because their services to this country is very critical. Tutaongeza kwa hiyo critical services pia madaktari kwamba hao wakiwa na shida za serikali ya Kenya, they should resolve through the provided legal avenue, but they should not down their tools because what they are offering to this country is a critical service that Kenyans cannot do without that service. Mimi sitaki kuzidi hapo. Bwana Ruben, wewe hapo tuanzishe hiyo, alafu upange wajao kidogo hapa. Yule askari ambaye alisongwa na maji, ambaye imesemekana anatoka hapa kwenu hapa Mogocho, na imesemekana kwamba familia yake ikienda kuona huko kwa polisi huko wanasumbuliwa. Mimi nataka ile familia, siku ya kesho ni siku ambayo ofisi za serikali zote zimefunguliwa. Mimi na mjumbe wenu huyu nataka yule familia ya yule askari ambaye alikufa kwa kusongwa na maji, mimi na Ruben kesho hatuna kazi nyingine ya kufanya. Tunachukua hiyo familia, tunaenda kwa bwana IG mpaka watoke pale kwa ofisi yao, mpaka waende watafute mwili ya yule askari ambaye aliuawa kwa kusongwa na maji akisaidia Wakenya kuepukana na janga la kusongwa na maji. Umesikia? Sasa wewe bwana IG, bwana police commander wa Nairobi, sasa kesho saa 5 ya asubuhi mimi na mjumbe wa sehemu hii sasa tumekuwa members wa familia ya yule askari ambaye alisongwa na maji. Tunakuja kwa ofisi yako utengeneze chai na askari yako wajipige kwamba lazima yule askari apatikane, na sio tafadhali mpaka lazima apatikane, upende usipende. Tumeelewana wapi ya Baringo? Piga watu wa Mogojo. Tumeelewana? Aulas? Ajamo kabisa watu wa sehemu hiyo.